أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ndugu yangu Muislam, ikiwa bado tunaendelea na kipande cha Dokumel ambacho kwamba kinasema Allahumma ighfir li adh-dhunuba allati tahbisu ad-du'a. Mola nighufirie dhambi ambayo kwamba inazuia dua. Hapa ndo tulifikia na tukaongea tukasema kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo kwamba vinavyozuia dua kujibiwa, na mambo ambayo kwamba yanazuia dua kujibiwa ni mambo 14, na inshallah tutazitaja zote ili tufaidike vizuri katika dua hii, kwa ajili kila kipande ina maana yake. Kila kipande ya dua hii Imam Ali alayhi salam alikuwa anahitaja, lakini iko na maana yake. Inshallah tutaendelea, na pengine kujikumbusha ni kwamba tulianza na tukasema kitu cha kwanza ni ile kuwa na dhana mbaya na kujenga dhana mbaya na kuwa na nia chafu. Hiyo ndo nukta ambayo kwamba ilikuwa ni ya kwanza kabisa, na kuendeleza ni kuwa mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatuhimiza sana, baada ya kujua kwamba yani sisi sasa wanadamu, baada ya kujua kwamba sisi kama wanadamu tunakuwa ni wakati ambapo kwamba tunapokuwa na dhana mbaya, ile dhana au na nia chafu, ile nia chafu huwa inapanda mpaka inajenga dhana mbaya kwa watu. Kwa hivyo kila mtu ambaye kwamba utamuona, pengine kama ni hata ni mzuri, utamuona huyo mtu ni mwovu, utaona huyo mtu ananitendea, utaona huyo mtu anifai, na utakuwa na uchafu, moyo wako utachafuka kabisa. Sasa anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutibu huyo mtu mwenye tabia hiyo na ada hiyo, anasema kwamba ahsinu dhununakum, kuweni na dhana au ifanyeni dhana zenu kuwa ni nzuri, bi ikhwanikum, kama ndugu zenu. Wakati ambao kwamba unaishi na ndugu zako, unaishi na wenzako, fanya dhana yako kwa kuwa ni nzuri kila wakati. Na hata kama unaona mtu amefanya kitu kichafu, amefanya kitu kibaya, ama pengine ndo yuko katika hali hiyo, lakini mdhanie mema, kuwa na dhana njema kwake. Au kitu fulani kimetokea, kuwa na dhana njema, usijaribu kuwa na hiyo dhana mbaya kila wakati, inajenga kitu kingine. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anasema kwamba tutakapofanya hivyo, utakapokuwa na dhana njema na watu, taghtanimu biha, yani kupitia hiyo dhana nzuri kwa watu, mtakuwa ni wenye kuchuma nini? Safa alqalbi, yani mtakuwa ni wenye kuchuma usafi wa moyo. Moyo wenu utakuwa ni msafi, utakuwa ni mweupe. Saizi tutakuwa ni wenye kuongea katika kuhusiana na adharar au dharar, madhara ya dhana. Taban tutakaporudi na kufanya uchambuzi ni kuwa madhara ya dhana ni mengi, lakini sasa sisi tumechukua kwa ujumla. Kwa hivyo kuna madhara ya mtu binafsi, yani adhararul fardi, wakati mwingine inakuwa ni adhararul ijtimai, tutaeleza. Wakati mwingine kuna dharar al-maanawi, tutakuwa wenye kueleza madhara haya matatu. Adhararul fardi, yani madhara ya mtu binafsi kuwa na dhana mbaya, huwa inamsababishia huyo mtu kuwa na idhtirab na alam. Yani huyo mtu kila wakati anakuwa ni mwenye kutotulia, kila wakati anakuwa na uchungu wa nafsi. Yani kuna wakati mwingine mtu anakuwa na uchungu wa nje, yani anakuwa na uchungu wa mwili, mkono, mguu, wakati mwingine unapata uchungu, lakini wakati mwingine mtu anaishi na uchungu wa nafsi. Sasa ule uchungu wa nafsi ni mbaya sana. Sasa anakosa kutulia,
na pia anakuwa na uchungu wa nafsi. Alafu pia yote hayo yanasababishwa na nini? Yote hayo yanasababishwa na kutoamini watu. Akiona mtu fulani anafanya vile, anamdhania maovu, kwa hivyo inamuuma. Akiona mtu fulani anafanya vile, anakuwa na uchungu, kwa hivyo inamuuma. Akiona mtu fulani anafanya vile, anasema nishaifanywa vile, kwa hivyo inamuuma. Sasa atakuwa maisha yake yote anaishi katika circle au katika daira au katika ulimwengu wa machungu, ambaye kwamba la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajatuumba tuwe katika ulimwengu wa machungu. Hajatuumba tuishi katika ulimwengu wa machungu, bali ametuumba tuishi katika ulimwengu mzuri. Sasa hiyo ni ya kwanza. Ya pili, tuna al-dhararul ijtimai. Al-dhararul ijtimai, yani madhara ya dhana katika mujtama, ni kwamba mujtama watakosa kusikilizana na wala kutoamiliana na wala kutukua karibu baadhi yao kwa baadhi. Kwa nini? Kwa ajili mujtama hii itakuwa ni yenye kufikiria mujtama nyingine machafu na maovu, na mujtama ile nyingine itakuwa ni yenye kufikiria mujtama nyingine pia. Kwa hivyo baadhi yao kwa baadhi watakuwa kila wakati wako katika conflict, watakuwa wako katika vita. Hiyo ni nukta ya pili. Nukta ya tatu ambayo kwamba ni ya mwisho ni al-dharar al-ma'nawi, madhara ya kiimani, ambayo kwamba ndo mbaya zaidi. Madhara ya dhana mbaya ya kiimani ni vipi? Madhara ya dhana mbaya ya kiimani ni kuwa wakati mwingine huyo mja atakuwa mwenye kumdhania Mola wake maovu. Kwa hivyo atakuja na natija kwamba hata mimi kiswali, hata mimi nifanye mema fulani, hata mimi nifanye kitu fulani, yani Mwenyezi Mungu hata kwa mwenye kunijibia dua yangu. Hiyo ni dhambi mbaya kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na tuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuweke mbali na dhana aina hiyo inshallah. Kwa hivyo hiyo ndo nukta ya kwanza ya mtu kujaribu kusafisha nukta yake, kujaribu kusafisha nia yake katika kipande hiki cha dua. Inshallah nukta zingine zitakuwa ni zenye kufata inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.